بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين رسول الله أما بعد. Ndugu zangu, tunafanya mwendelezo wetu wa darasa zetu ambazo tulikuwa tukielezea masuala mbalimbali. Tumeelezea vitu vingi sana. Kama ukifuatilia katika chaneli yetu hii ya Majmuatul Khair TV utaona vitu vingi sana, yakiwemo mambo ya shikri, mambo ya dua nyingi sana utaziona, matumizi ya uradi mbalimbali. Na leo tunaangalia dua hii ambayo tulisema kwamba kuna dua ambayo inaitwa dua ya Jaljaluti. Lakini dua ya Jaljaluti hii tumesema kwamba ina sehemu mbili. Kuna njia kubwa, kuna njia ndogo, lakini pia kuna njia kubwa. Sasa hapa nimechagua hii njia ndogo ambayo tutaifanyia kazi, tuisome, tuiangalie hii njia ndogo kwa pamoja, na tuelekezane namna ya kuisoma dua hii. Kama tunavyoona hapo mbele, hii imeandikwa Tariqatu Sughra. Hii ni dua ambayo imechukuliwa kutoka katika kitabu kikubwa. Kitabu chenyewe ni hiki hapa, ambacho humo ndani kuna dua nyingi sana, lakini nimeleta hii ambayo hapa tutaona vizuri hiki. Na kwa mtu yoyote ambaye atahitaji, basi nitafuta kwenye WhatsApp, tutawasiliana ili niweze kumwelekeza, ili niweze kusaidiana naye ili aweze kupata dua hii. Chapa hii ina dua zote hizo ambazo tunazisema, hiyo njia ndogo na njia kubwa, zote zipo ndani. Lakini tumechagua hii njia ndogo. Kwanza tunaanza nayo hii ambayo dua hii kama tunavyoona hapa inavyoanza, Tariqatu Sughra, ni njia ndogo, kwa maana dua ya Jaljaluti katika njia ndogo. Imeanza bismillahir rahmanir rahim, bada'tu bismillahi ruhi bihi hitadat ila kashfi asrari bi batinihi tawat wa sallaytu fi thani ala khairi khalqihi Muhammadin man zaha dhalalata wal ghalat. Sa'altuka bil ismi al mu'azzam qadruhu bi ajin ahuzin jalla jalyutin jaljalat fakun ya ilahi kashifa ad-durr wal bala bihayyin jala hammi bihallin bihalat wa hayy ilahi al-qalbi min ba'di mawtihi bifikrika ya qayyum haqqan taqawwamat. أزد يا إلهي فيه علما وحكمة وطهر به قلبي من الرجس والغلط وزدني يقينا ثابتا بك واثقا بحقك ya haqul umur tayasarat. Kwa hiyo utaisoma. Ukimaliza hapo utafungua upande huu, nasoma mpaka hapa kote, utakuja utafungua peji hii ya 3, inaishia hapa mwisho. Sasa hii ni dua ambayo ni nzuri sana, ambayo hizi ni peji mbili, ni karatasi mbili tu hizi, 1 2. Dua hii ni dua ambayo ni nzuri sana, ambayo ndani humo kuna maneno ambayo yenye maana kubwa sana. Na dua hii endapo ukiifanya dua hii, basi mambo mbalimbali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hukufanyia wepesi katika majambo yako mbalimbali, ukiwa wewe una kawaida ya kuifanya dua hii. Dua hii kama una jambo ambalo jambo hilo ni zito, jambo limekuwa zito, hii dua basi wewe tia udhu wako vizuri, tia nia zako, kaa chini, mustaqbil al-qibla, hali ya kuelekea qibla kwa utulivu kabisa. Soma hii dua, soma, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakufanyia wepesi katika majambo yako. Hii dua hii ni dua ambayo hata mimi mwenyewe binafsi mpaka nimeamua niiseme leo,
kwa sababu nishafanya baadhi ya mambo ambayo niliona mazito, basi nikakaa nikafanya uradi wa kusoma kisomo cha dua hii, nikaja pia nikaona majibu yake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amenifanyia wepesi katika yale ambayo ninayataka. Kwa hiyo nikaamua kwamba dua hii niwasilishe leo, tupate kuifanyia kazi. Kila mmoja ambaye ameona kwamba kuna jambo linamsumbua ambalo jambo hilo limekuwa ni gumu, basi amwelekee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusoma dua hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye mujibu dawati na ndiye qadhi hajati. Lakini kikubwa cha kuhusiana, unapokuwa unafanya dua hizi, kikubwa kinatakiwa ni ikhlas. Ikhlas manake unafanya haya maombi, unaomba, unatumia visomo, lakini je, unaamini? Unatakiwa uamini kwamba ninafanya hivi visomo, anayenijibu au ninayemuomba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ninamwamini yeye kwamba atanijibu juu ya maombi yangu. Sio unakuwa unafanya visomo hivi unakuwa na mashaka. Hapana, unasoma alafu unakuwa na ikhlas, unamtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah mpaka hapo, wa hadha, assalamu alaikum wal afwa minkum.